Clouds TV, empowering lives. Anybody is allowed. So make sure that we go, we expand, tell these people to go na posters, tell them wafikie pale bali mnataka kukula hapo. Tell these people, watu wakishuka kwa gari wakuje hapa wanaomba, kuna mchungaji hapa wataomba. You don't need any pastor to come and pastor you. You need just to come and worship. You thank God, unamwambia asante kwa safari. We need to train them. Hawa watu wa Marigiti hapa chini wanauzaga sukuma na nini, wanauzaga saa 9 usiku. Kabla sasa waende nyumbani kina agofu, mwambie akuje hapa, at least awache sadaka. Ama namna gani? So let us have that a deliberate campaign. A deliberate campaign telling these people around us that we have a home, kuna mahali tunaweza kukuja na tuombe na ushukuru Mungu wede na uende zako, si ndio? Let us prepare an atmosphere ya Mungu katika city, because God has given us this city, and when you have been given a city, it means you have been given Kenya. And you know Kenya is the capital city of Africa. Mnajua hivyo? Kenya is the capital city of Africa. So when you are given Kenya, you are given Africa. When you are given Africa, Africa is the mother. The mother what? The mother what? The mother what? Eh? Is the mother of humanity. Yeah, Africa is the mother of humanity. The first person, Adam and Eve, lived in Kenya. Who can dispute that? The Garden of Eden is between from Kenya, panda hivyo mpaka kule Ethiopia, mpaka Sudan. That is where we have the Garden of Eden. This is where akina Adam walikuwa napita huko wakipanda wakiteremuka. Can I prove you? Can I prove it? In the Bible says the Garden of Eden, it is in the east side of the world. Is that biblical? Is that in the Bible? Is that in your Bible? Is east in the middle? Garden of Eden was in the middle of the world, in the eastern side. Where is eastern side of the world? Where is eastern side of the world? It's East Africa. Where is there a line that says this is the middle of the world? The equator. Equator napita wapi? Kenya. Kwa hivyo, the Garden of Eden was in the middle of the world, eastern side. So where was it? It is in Kenya. Hiyo ni Biblia. Tuweke Biblia kando kwa sababu hiyo naona ni kama hamkuelewa vizuri. Turudi kwa science. History na science. Tulikuwa na Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis. Tulianza na nini? Walikuwa tunaanza na nini? Homo? Tunaanza na nini? Ulikuwa nini kwanza? Ulikuwa monkey. Ukakuja ukakuwa nini? Ukapada, ukakuwa Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis. Ukapada. Si ndio? Ukapada ukakuwa nini? Alafu the science the the oldest skull of a human being was discovered in Kenya. The oldest skull of a human being, mifupa ya mtu, the oldest ilipatikana mahali panaitwa Waruinge. Si skull kichwa, mifupa ya mtu ule mzee zaidi katika 14 million years ilipatikana Waruinge. Sasa unataka kuniambia kwa maana sasa wewe unajua Israel ndio Garden of Eden iko. Hiyo mifupa ilihurutwa ikakuja mpaka hapa Kenya. How did it happen that the oldest bones of a human being imepatikana Kenya? It means the oldest man lived in Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a pure proof for you that you are sitting in the land that God chose to give, to bring forth the human being. Hallelujah. Kwa hivyo mahali unapitaga huko Kadhiani, Ukabani, Vioko, unapada huko, unapada Murang'a, unapadaga kutu kunaitwa shamba ya Eden. Sasa umenielewa? Yes. Mzungu sio yeye aliubwa kwanza. Ni Mwafrika aliubwa. Maana Mungu alichukua udogo akatengeneza mtu. Kuna udogo na kama mzungu. Kwa hivyo ni kitu gani ilitengenezwa ya kwanza? Yes. You should be proud of your color. You should be proud of yourself.
and they understand that this is now the time that God is revealing the truth, somebody came and shortchanged you. Mtu anaitwa Musa was a black man. Hallelujah. And he married a black woman. Did you know that? Yeah? A Cushite. Who is a Cush from Cushi? These are black people. Solomon was a black man. These people were not white. Jesus was not white. How could Jesus be hidden in a mzungu, be hidden in a white kwa watu weusi? Now Egypt was the Sudanese. Egypt was not the Arabians. Waarabu wamekuja tu juzi. The original people of walikuwa naitwa Nubians. Hawa Nubi wako hapa Kibera. Ndio nana walikosa mahali pa kuishi dunia. Walikataliwa maana ya kutesa watu, wana wa Israeli. Wanubi ndio walikuwa wameshika mateka wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. And then wana wa Israeli wakati waliachiliwa from Mount Sinai, walienda pande gani? Walienda north ama walienda south? According to the Bible. Because I want us to go deeper into the Bible. Walienda north ama walienda south? Yeah? They went south of Mount Sinai. Now weka Mount Sinai mahali iko. Where is south? Wakienda mlima uko chini ya south of Mount Sinai. Where is south of Mount Sinai ni wapi? Na yes, Sudan. Waliteremka hivyo. Wakakuja kwenye mlima ulio chini, south of Sinai. The tallest building ni gani? Mountain. Waliteremka wakakuja Mount Kenya. Hiyo ndio Zion. They went south. In the book of Ezekiel chapter number 48, you went to usome, they went south. Mount Zion is south of Mediterranean Sea. Where is the Mediterranean Sea? It is there in Cairo. So where is south of Cairo, Mediterranean Sea? So the Mount Zion is chini, unateremuka. Kutoka Sinai waliteremuka wakakuja chini ya mlima unaitwa Zioni. Because they were removed from Sinai to Zion. Hallelujah. And Zion is south of Sinai, not north of Sinai, not west of Sinai, not east of Sinai. It is south of Sinai. So where is Mount Zion? Yeah? And the Mount Zion, it is in the middle of the world. Mulima Zioni, it is in the middle. That is the book of Genesis. I will give you. It is in the middle of the world. Where is the middle of the world? The equator. Mount equator imepitia wapi na Mount Kenya? Pale Nanyuki. The ceremony gate. Pale tunaidaga. Hapo ndio equator imepitia. So this proves to you that you are living in a holy land. You are the true Israelite. They are fake. Because when they left Israel, kulingana na president wa Egypt, alisema when these people left, they were black. Because that is why he has refused to recognize the Israel we have now. When they left, waliondoka wakiwa black, but they came white. Sasa aliuliza, walichenjia wapi? What happened to them that they changed? Because that is why Egypt has refused to recognize Israel. Arafat, the president of Egypt, refused completely because anasema mimi najua hawa watu wakitoka walikuwa black. Walikuja wakabadilikia wapi? Wakakuja white. Remember the Israel 1948 when the Bible says they will be gathered. Walisema Biblia inasema they were to be gathered together. Warudi. Sindio? Sindivyo Biblia inasema? They came together 1948. Where were they destined before they went there? Before they went where they are now, where were they destined? They were destined to come and stay in Kenya. Walikuwa wamekatiwa shamba kutoka Nakuru, Kitale, mpaka Kakamega, mpaka Jinja, the other side of Uganda. That is where they were supposed to come and occupy. It is the British government who refused. And the Kikuyus wakakataa wakasema, hii building ambayo tuko nayo ilijengwa na the Jew community. This building, this other building, ile mnaona, zile zote mnaona zimepakwa hizi za KPCU zote, zilijengwa na hawa watu 1930. This building was constructed in 1930 by the Jew community. They were not building a building for humanity to come and stay. They were building food stores for their food.
These were stores. Hii ilikuwa ma-store. Hii moja, hii Coffee Plaza, Kahawa House, ile KPCU, hivyo kuteremuka hizi zote hapa walikuwa wamepatiwa na the system wajege stores zao. Maana walikuwa wanakuja wanapatiwa kutoka Nakuru kwenda mpaka Jija. Hapo sasa ndio tungeitaga Israeli today. Meaning the story ya kuambiwa kule ndio ni uongo. Maana they were not sure wanaenda wapi. Until the British government, you can Google that information, it is in Google. Until the British government refused, wakasema hapana, these people are not going to come here because these are people that were being relocated, removed. Walisema ni Majew, lakini walisema wanataka kurudishwa. The real Jew were killed in Germany during the Hitler. Wale waliuliwa wengi walikuwa black. The first people to stay in Europe walikuwa black people. The first people to be in Moscow, they were black people. The first people to be in UK, they were black people. But we were, tulisqueeziwa, tukasqueeziwa, mpaka tukarudishwa. Because God did not allow us to be contaminated by these people. Because these people were aliens. The white people, they were aliens. Ni uzao wa aliens. Ndio waliproduce sasa hawa watu. And they are not godly, they are demonic. That is why they changed the Bible. When they were given the Bible, the true Bible is the Ethiopian Bible. Wakati they were given the true Ethiopian Bible, walienda wakaikataa, wakaichange through somebody called Constantina and Nimrod. Wakatoa zile vitabu ziliwafit, wakaweka zile wakaachilia zile ambazo zinawafiti. Hizi tunasoma hizi 66 books ni zile zinafit story zao, lakini the original Bible iko na vitabu 100, the Ethiopian one. But I have another one ambayo iko na vitabu 66 plus 17, vitabu 83 niko nayo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sasa ndio inakaribia, na iko na vitabu zinaitwa Maccabees, iko na vitabu inaitwa kitabu cha Enoch, kitabu cha, yani iko na vitabu mingi zote 17 more. Sasa unaulizwa, tunaenda Genesis, tuende pale Revelation 21. Inasema kwamba yule atakaye ataongeza ama atoatoe kwa hii kitabu ataongezewa nini? Matohoho. Sidio Biblia inasema? Is that in your Bible? Yes. Sasa nikuulize, hiyo kitabu iko na 83 ya mtu anaitwa Catholic, iko na vitabu 7 zaidi. Na hii sasa ya 63 na hii ingine iko na 100. Tuseme tuchukue hiyo ya Catholic iko na 73 na hii iko na 83. Tujiulize maswali tu. Sasa kwa maana kuna vitabu tumesikia vilitolewa. Ni nani yako na matohoho? Sababu inasema mwenye atatoa ama aongeze ataongezewa maweda wazimu kwa kichwa yake. So does it mean sisi zote tuko na weda wazimu? Tuko nayo. That is why you don't understand your Christianity. That is why you don't understand who you are. You are just confused. Kama kuna watu confused duniani, mtu anaitwa Mkristo. Ujielewi? Maana umekuja kutafuta muujiza, unatafuta muujiza inatoka wapi? God is your miracle. Mungu ndio your miracle. But you don't want to look for God, you want to look for a miracle. Why? Because you don't want to understand the word of God. You don't want to be placed, to be aligned with the word of God. Because the moment you align yourself with the word of God, you don't need a miracle, you need God. Because God is in you. And nothing will not work because God is in you. God is never outside you. God is never here tunaambia ati Mungu ako na huko juu. Hapana, God is in you. When you discover that God is not inside you, then you are in the wrong place. God is supposed to be in you. Because you are an image of who? And you are a character of who? And you are the likeness of who? So you are what? Then at what time did God go to heaven? When did you go to heaven? Yeah? When did you go to heaven? That now we are looking at the heaven. No. The moment you discover that God is not with you, that is when we say God is in heaven. That is why now you are not able to understand why you live on earth. Because you are God. You are the image of God, in the likeness of God, in the character of God. So you are what? You are God. So you should not be facing the challenges. So for them to come and attack you, to destroy you, they had to remove God from you. And then tell you that God is where. So once you release the power, because
God is the power that is in you. Once you release the power to heaven, they will be able to attack you. And that is how they were able to attack us. They only need to remove God from you, to separate you. And the moment you are separated, you become powerless. The moment you don't have your blood, you die. The moment you don't have your oxygen, you die. They remove oxygen from you, you die. They remove the blood from you, you die. So they knew the only thing to remove these people is to remove their God. Because how come they come and say they discovered Lake Victoria? How can you discover a thing that was existing and the people were living there? They discovered Lake Victoria. They discovered Lake Turkana. Wakaita nani? Lake what? Rudolph. Yes, they discovered. Somebody came from Europe and discovered this as though people were not living there. They came and discovered River Nile. This River Nile was not existing. When they came, that is when their eyes opened. They started seeing the River Nile. And they said, oh, this is River Nile. This is River Nile down. Wakasa kuteremuka na River Nile. Hakukuwa na watu hapo? How can you discover something that was being occupied by people? Can you see now how lost we are? We are completely lost. And what they did is not a discovery. They wanted to change a name so that once you change a name of a place, you dominate. The power of a name, and I have always told you, once your name is changed, all the name you are carrying now can cause you to be what you are today because of that name. If you are called Jerry, and this Jerry, whoever was Jerry, the character of that Jerry, it is in you. And that is why Jabez went to God and told God, this name was given to me is a painful name. He told God, I want you to remove this name from me. He had to do a sacrifice so that the pain in the name can come out. Abraham was never called Abraham. He was called Abram. So Abraham is a name without a covenant. For him to get the status of God with the covenant of God, the name had to change to become Abraham. Sarah was Sarai. She didn't have a covenant with God. So the name had to change from Sarai to Sarah, so that the covenant of God can enter. Because previously, they were worshipping idols through their father, because their father Terah was an idol worshipper. So for God to remove them from idol worshipping, they changed the name. So when the Mzungus came here, they discovered Lake Victoria. And then this Lake Victoria, who discovered it, is the Queen of England, called Victoria. So they named the name Victoria. Why? Because Lake Victoria itself was a portal because of the Nile. The Nile was where people were traveling using the Nile. For them to come and get to Africa, they used the Nile. And the Nile is in the Bible. So what literally they did is they discovered the roots of God and the plan of God on earth. So they used the plan of God to change their names so that they can be able to change your identity. I need to change your name so that I change your identity. And once I change your identity, I preempt you. You no longer become that vessel of God. You no longer become that what God intended you to be. Because the blessing comes through a name. The blessing comes through identity. We are known through the identities that God gave us. That is why you are short, another is tall, another thin, we are recognized through the identity. Once your identity is removed from you, you become fake. Therefore, when you are fake, God cannot come to speak to a fake thing. He will not come to use a fake vessel. You must be an original vessel that God created for you to be used. And this is what now today I want to teach you about aligning yourself. Aligning, because I've listened to most of you today and I could discover it's about alignment. It is not your where's mbaya. Yes, you may commit sins, umefanya umaraya, umefanya abortion, umefanya vitu nyingi, but that is not the reason you did. It is because you are fake. Tell your neighbor, I am fake. Yes, nilitolewa mimi, nilingolewa mimi, nikawachwa kiveso ambacho hakijielewi.
That is why I'm confused. That is why I don't understand. When I was young, God brought me on earth with a purpose. Mimi nilizaliwa na wabiaga, nilizaliwa na nini, na vitu kwa mkono na chain kwa shingo, na nilikuja na miguu, because I was not an ordinary person. I was a different person. Bwana Yesu asifiwe sana. And when I came here, the first thing that happened to me, I was received but with rejection. Watu walianza kupigana na mimi. Immediately I came, my father tried to reject me because alikuja akaangalia niko na hizo vitu, niko na chain, alafu nilikuwa mweusi tititi. Nilikuwa kama hii. Nikiambiwa nilikuwa mweusi hivi. Sasa baba wakati alikuja akauliza mama yangu anaitwa Jari. Nikigeke. Sababu mzee wangu alikuwa brown. Alikuwa brown kabisa, ni wale waseka wanakaa kama asenze ile chocolate. Ni chocolate mani? Ile chocolate hivi. Sasa akaangalia, na mama pia hakuwa mweusi vile. Alafu sasa anaona kile kitu amelete hapa. Alafu mama yangu alikuwa biashara. Alikuwa anapelekaga na mahindi na trucks, anapeleka Kisumu. Now you can see the connection ya baba na mafikirio ya baba. Sasa alipoona the product ile imekuja, aliconnect mahindi na mimi na Kisumu. Aliuliza mama yangu, hii ni nini? Maana hii, alafu nilikuwa na tumeno kwa hii hapa ndani, tumeno tuwili tuko kule ndani tunaonekana. Alafu nilikuwa na manyoya kama kanyani hivi. Now you can imagine kile kitu kimekuja, alafu madaktari manases pale, wenda Kapolongo Hospital, the history is there. Utakuta is a mission hospital, and there the nurses walitoka na kule. Sasa uko kwa Wakalenjin na kwa Waluya na kwa Wajaluo, they believe more in taboos na vitu kama hizo. Kama sasa ukizaa Waluya, ukizaa twins, hiyo sasa umelete bad omen, wanakutoroka, wanakuacha kabisa. Hata wanasema uende uue, maana ile disaster unaleta ni baya hapo. Kuleta twins, kasa wale mnapenda kuolewa na huko, hakikisha usilete twin. Naiwa mother, kimuntu kiugira agusharia wako ndike mubaruhia. Ujue kileta twin umekusha, wanakuua. So sasa mimi hawa walipoona kakitu kamekaa kanyani, kako na manyoya, ni keusi tititi, kako na meno, kako na vitu kwa mkono, na kako na chain. Hata kama ni wewe unaweza kusimamia hapo? Siwezi. Hata kama ni mimi nikitoroka. Manasi wote walitoroka wakaacha mama yangu. Ilibidi the senior doctor ambaye who was also a father in that society was a father. Alikuwa anaitwa Hezekia Ogunyo. He was a Luo. Akakuja, alipoangalia, maana kila mtu had disappeared and my mother was in danger. She needed somebody to help. So he came and helped. And when he came and he helped, aliponishika tu, anasemanga, alikuwa anasema ati alisikia kitu hajai kusikia, alafu akasikia sauti ya Bwana ikamwambia, huyu ni mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So he is the one who preserved me, akanipeleka, akaniosha, alafu akakuja akatoa hizo vitu, akafuga vizuri zote, na hii akatoa, akapatia mama yangu, akambia, hii usitupe. Hii ndio identity ya huyu mtoto. Usitupe na ukae nayo. Lakini akamwambia, huyu mtoto atapigwa from the day one mpaka day last. Yani atakuwa maisha yake ni vita, kugogwa kila mahali. Yani atapenya na dunia itamtabua, lakini kupitia vita. Na uchuge, mama yangu akambia, uchuge wasikuje kumubadilisha, maana watakuja kumubadilisha. Na mama yangu alienda kalala. Nikaacha nikiwa karibu miaka 10 na ngapi? 13 hapo 14 ndio nimeingia Mogeke. Na maisha yangu ikabadilika na nikabadilishwa, nikaanza kuuta. Nikatoa nguo, nikafuga shuka. Nilikuwa nafuga shuka, nilikuwa natembea na shuka kama Masai na modhegi na mti yangu nilikuwa natembea. Alafu unajua wakati huo sasa hakuna mtu yao anavaga mashuka, havagi adawe. Unaona sasa? Sasa maisha yangu ikabadilishwa. Nikatobolewa masikio, nikaanza kuvuta tubako, na nikaanza sasa hata kutembea na ukuta naongea kama kamzee, kama mtu kamezeeka. Leo ndo mara ugatia. Sasa niko na 18 years. Ndio ndo mara ugatia. Trader. Alafu nafanya that is me now. Sasa watu walikuwa wananiona, watu wote wanatoka bio. Nobody wanted to be associated with me because I've been reduced to a null person because they want to deprive my identity.
ndio iweze kutumika. They came and wakachukua star yangu, wakachukua destiny yangu, ikaanza kutumika kwingine. Mimi nikawachwa nikiwa kama mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna watu wanawachagua sasa, unafikiria wewe ni kijana, kumbe you are 75 years old. Wewe wanaweka mwana wakidhiruka kukati mimi ni kijana, lakini ile tabia na mienendo na vitu unafanyaga ni za mama mzee, ni za mzee, maana ulitolewa ujana wako. The real you was taken away, it is being used in Guatemala. Walikuja wakachukua nyota na wakaenda nazo. And this is what we find. Nyinyi wengi hapa mumelinyang'anywa nyota zenu na destiny zenu zilichukuliwa kitambo. Mimi yangu ilichukuliwa nikiwa 12 years. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time now I struggle, nimeingia Mugeke, nimekutana na wazee wale wa Maumau, nimefanyika kama mzee na nimeweza hata kutembea. Nilikuwa natembea kama mzee. Ungenikuta kwa barabara na kwa mtaani nikiongea, unasikia huyu ni mzee kabisa. Na ni mzee wa kitu miaka 300. Bwana Yesu asifiwe sana. Until now God again came and retrieved me wakati niliokoka. But again hata wakati niliokoka I struggled to get my identity. I struggled until I went now to do a lot of researches. Maana wakati niliokoka nilipata shida. Wakati niliokoka vizuri niliokokea pale Bavesh pale Gara kwa James Maina Nganga, ndiye aliniombea wokovu. Lakini huyo mzee alinipiga gumi sana za kichwa, akiniambia tubako toka tubako. Alafu walikuwa na Wafula. Si mnajua Wafula? Na Wafula ni Mluya. Na unajua mikono ya Waluya. Alafu Wafula zamani alikuwa watchman, alikuwa mtu wa kubeba mizigo. Sasa you can imagine ile igufu wako nayo. Na alikuwa na pastor mwingine anaitwa Chai. Na Getoga alikuwa. Na mwingine anaitwa Pastor Kabugi anakuwa hapa Kikuyu alikuwa. All the pastors of Nairobi, the main one. Na kila mtu alikuwa anataka kuuza kichwa ya nani? Ya huyu mtu wa Mogeke. Imagine sasa zile magumi niliwekwa. Na kila mtu alikuwa anataka kugoga. Baka ikabidi. Sasa walikuwa nalia, "Lia na utoke." Sasa nganga anasema, "Lia na uende." Sasa wakati niliona vita zimezidi sana, nililala pole nikaanza kulia. Sasa ndio maana waniache. Maana nilifikiria nikilia wataacha kunipiga. Maana sikuwa naelewa ati ni deliverance inafanyika. Nilikuwa nafikiria ni kwa sababu nilikuwa wa Mugeke, sasa walikuwa wanalipisha. Nikagongwa. Niliumwa na kichwa karibu wiki 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Because why this happening? Because at some time nilifikiria nichomoke bio nitoroke. Because the alignment ambayo niliconnectwa nayo in my life ilikuwa inakataa, ilikuwa inaniuliza unaenda wapi? You are belong to us. So they were fighting to retain me. They were fighting to contain me. They were fighting to make sure they continue using me as they would have wanted. So there are people who are held captive. Watu wengi tumeshikwa mateka, tumeshikwa, ndoa zetu zimeshikwa, maisha yetu imeshikwa, our own spirits zimeshikwa, our soul imeibiwa. Unajua watu wengine wanasema ati aliuza soul yake. Maybe yako ilienda kitambo, hata haikuagi dunia hii. Inatumikanga huko South Africa na ingine inatumika kwingine. Ndio unaona tabia zako, ukiangalia tabia zako, hebu jiangalie tu, angalia vituko vile umefanya. Tawelole. Just urudi nyuma kidogo. Uone zile vituko unasema umefanya. Uone was there God? Hizo vituko ulikuwa unafanya wakati ulikuwa unatoa mimba. Was there God? Did you even fear God? Wakati ulikuwa unafanya usherati, wakati ulikuwa unafanya hizo vituko zote umefanya, was there God? Did you fear? Did you have a fear of God? Haukuwa nayo. So what had happened to your soul? Maana saa hii huwezi fanya. Saa hii huwezi kwenda kufanya usherati, saa hii huwezi kwenda kutoa mimba, utaogopa, utaona kama Mungu anakuona. Bora siku hiyo huko Mungu hakuwa anakuona. Why weren't you feeling that there is no God? Nobody can see you. Na unatoa na unasema natoa. Kuna kimama kingine kilikuwa kirafiki yangu, nilikuwa nimekiduga mimba. Alafu kilitoa mimba tukiwa hapo tu, tukiwa kwa sitting room, yeye ako hapo anasema sasa mimi nafikiria ananiambia ni malaria na amejivunika ni malaria na ni mimba inatoka. Sasa nilikuja kuambia nyinyi mgane muona hai na alikuwa anatoa mimba na akatoa mimba nikiwa hapo. Yani no fear na alizua alinikoroga namna gani. Tulikuwa tunakunywa pombe hapo Chang'aa, tuko hapo akitoa mimba. Maana wakati I think alikunywa dawa, hapo ndio dawa ilifanyikia na tulikuwa tumeingia kwa nyuma, maana she was not expecting us to be in the house. Na ikatoka na akaiweka vizuri, akaivuka na shuka hapo, akaogoja tutoke without fear. So where is that instinct? Haziko.
because somebody's soul has been taken away. Somebody's spirit has been taken away. That is where you cannot be able to relate with God. You cannot be able to fear God or understand there is a God in heaven. That is why ulikuwa naiba vitu za mtu, I don't care. Kuna siku moja nikiwa pale Nakuru, hapo kwa soko ya Nakuru, na wasijue ni mimi, nilikuwa nauza vifaraka. Kama ushaikaa Nakuru, hapo kwa soko ya Nakuru ya mawe, hapo nje kulikuwa watu walikuwa nauza vifaraka. Ni mimi nilikuwa nauza tukiwa na majamaa wengine hapo. Sasa hizo vifaraka tulikuwa tunakuja hapa Mogoko, tunanunua ma-reject. Ma-reject zinakuwa kama jogoo. Mingi zinakuwa kama jogoo. So hiyo ma-reject tunakuja, tunaweka hapo, tunadanganya watu wa huko ni layers. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuja wananunua kwa sababu layers ilikuwa ka shilingi 25 na reject tulikuwa tunanunua shilingi moja. Kwa hivyo in a cotton of vifaraka 100, hiyo ni shilingi ngapi? Shilingi 1000. Alafu narudi unauza 25 shillings. Unatengeneza pesa. Tulikuwa tunatengeneza pesa mzuri sana. Sasa wacha siku uende ule. Kuna mama mmoja alikuja kututafuta hapo na polisi. Alikuwa amechukua katoni 6. Tukasema hiyo hapo tulimusia 20,000 ni 2,000 shilingi 20. Akanunua katoni ngapi? 6. Wacha aende akatengeneza sikakuwa mzuri usiku moja. Zote ziligamba zote ziliwika zote. Majogoo nyumba mzima akaamuka kuangalia akakuta ni majogoo. Alikuja bio na polisi, tukamwambia hapana, wewe ndio uko fanya. Kuna dawa inapatiagwa ndio isibadilike. Kwa maana hizi zinaendaka kwa sababu ya hewa. Unajua tulizitoa Nairobi, hewa ya Nairobi kimileta Rift Valley inabadilika. Akaniza dawa iko wapi? Akanimwambia ningoje hapa nikibirie. Nikaenda nikatafuta makaa, nikapiga ikakuwa mtu na nikachukua jivu nikachanganya na uga ya ngano nikachanganya ikatoka kala kingine hivi. Nikamwambia ende wekee kuku. Nilikamatwa. Baadaye nilikamatwa nikawekwa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm talking about divine alignment. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to have a divine alignment for you to be successful. For God to bring you back. Unaona sasa nilikuwa nimepelekwa katika ulimwengu ya ukonimani, ya ukora. Everything I was doing was wrong in my life. But that is not how I was born. I was born to become a mentor, to become a connector, a destiny connector, to come and help the people of God. But now I became the person to destroy the people of God. Maana hiyo ukonimani tulifanya hapo, maana tulipofukuzwa na sana polisi, nilitoka hapo nikaenda mahali kunaitwa Ragaraga huko chini. Ragaraga tukaweka kibao, muganga kutoka Tanga. Nguvu za kiume, tukupata mtoto. Hizo zote tukalaini hapo. Sasa watu walikuwa nakuja. Watu wako na shida. Watu walikuja, wamama ndio walikuwa nakuja kwa sababu ya pregnancies. Sasa mama akikuja unampatia jifu. Unampatia kitu yeye anamteka mti tu na mchunia. Lakini faith works. Kwa maana kuna mama kadhaa walikuja kusema wamepata mimba. Faith works. To some extent, I don't know how, because sikuwa mganga lakini nilikuwa natafuta pesa. Na kila mama akikuja tulikuwa tunamuitisha 200,000. Wanakuja kama 5, hiyo ni I used to make money. When they want to destroy your divine being, they give you comfort, a lot of comfort. They create ways for you to make money. They create ways for you to be happy. Baka unasahau, yani they will make sure they cause you to run away from God. Yani hata Mungu kuja uniambie nikuja kanisa kama hii sasa, hii mnakujaga na sadaka yenu sasa nyinyi yote najua mtatoa ni shilingi 500. Sasa na pale kuna mama tu mmoja ataniletea 200,000. Wewe kama ni wewe utaenda wapi? Yes. Na unashiba, maana unakiambia mambo ya Yesu unashangaa. Yesu unakuletea 250 tumezeeka. Kwa Yesu unapata 250 tumezeeka na tumia tumezeeka. Na pale unaletewa na mama amesimamisha kigari chake kiprado pale nje. Anataka mtoto. Alafu ukiona kimeshindikana kabisa, maana ukora ni mingi, ulikuwa namwambia sasa enda utafute. Maana wangwana wamesema. Sasa kulikuwa kuna mtu mmoja tumepraise hapa juu. Si anasikiliza kila kitu kinataka. Sasa unaweza wangwana. Sema mwanangu. Huyo mama amekuja. Wakati ule mwingine alikuwa amekuja lakini hakufaulu. Wangwana mnasemaje kumhusu?
Sasa wangwana wanasema huyo mama, unajua tushacheki gari yake ni gari kubwa. Sasa wangwana wanasema ni kwa sababu hakutoa kile wangwana walikuwa nataka. Sasa amesikia ni wangwana wameongea. Na wangwana wako huku kwa hewa. Na wangwana wanaona. Naenda analeta ingine. Tunaendelea kumoja. Sasa ukiona kimeshindikana kabisa unamwambia namna gani? Unamwambia nenda utafute birikimo mbili mapacha. Wewe utafuta mahali kuna birikimo ngapi? Wawili ambao ni mapacha na mmoja lazima akuwe amekufa. Na yule amekufa akuwe yeye ndiye alitoka wa kwanza. Sasa utatoa wapi? Unatoa wapi? Umefukuza huyo mama maana ataenda atatafuta. Wengine watano wa sita wamekuja na dunia imefanya nini? Inaendelea. Unaona sasa the comfort I was getting will not allow me to know Jesus Christ. The comfort I was getting because they were directly pushing me to the comfort. Ndio nisahau na Mungu niondoke from what God prepared for me, from what God intended me to become. Then from there ndio tulikuja sasa kutoka huko tulipojulikana tukatoroka. Tukakuja ni kwa sababu tulikuwa tumekoni mama mmoja alikuwa DCI. Na huyo alikuja sasa na friends kuja kutuua. Maana huyo tulikuwa tumemchukua $1 million. Anataka kutua. Lakini sasa after they trap me na vitu vya kunivutia they ended now kunimalizia. Because that woman alikuwa anakuja kunimaliza. And those days DCI wangekuja na kupiga marisasi na waseme this suspect we stopped him and instead he returned the fire and my boys returned the fire. And we recovered the AK-47 and 36 rounds of ammunition. And this is a gang, but also there are 2 who ran away. And we are asking the members of the public, if they come across a person who is nursing injuries, you can report to the police station. Mambo yako yameisha. Na hivyo ndivyo walikuwa napanga kunimaliza. Ndio maana walinirushia kufanya vituko na wanaleta watu. Ndio nipotelee katika hiyo ulimwengu, ndio wanimaliziwe. That is how now you find yourself in a situation ukisukumwa wakati ulitoa mimba. That's murder. That's a system that iliharibu tumbo yako. You almost died. You see, they were preparing you. Wakati hiyo mimba ilikuwa inaingia ulikuwa unapiga duru za shakwe. Lakini wakati sasa imetoka, wakati inaenda unapiga duru ya kilio maana kulikuwa na permanent effect in your life. That is how the devil will remove you from the specific plan of God. They fight to remove you from that specific plan. Vita ambayo unapitia, hiyo kazi ulienda kufanya kama ulifanya ya baa, ama ulifanya ya usharati, ama ulifanya, it was not you. They removed the real you. Wakachukua your soul, wakachukua your spirit. Sasa wewe unakuwa kimutu tu kepeke, kinatumiwa na wanaume tu, unakuja unalala na mwanamume and you don't feel. Na kimwanamume kingine kinakuja after 1 hour unalala nake and you don't feel. Kingine kinakuja saa 9 na kinalala na wewe and you don't feel. Kingine kinakuja jioni and you don't feel. Alafu na bado una yule mwanamume sasa ule wa kumalizia mwisho usiku na you don't feel. Na una feel tu uko sawa. Because you are not you. You have been removed. Kuna kitu kilitolewa kwako. Na hiyo kitu kilitolewa kwako kisiporudi ndio unakuta mtu alikufa. Unakuta mtu alikutwa kwa mtaro akakufa. Unakuta mtu alikutwa akakutwa. Yani of all kunatokea tu maandamano, watu wanapigana na wao unakimbia kutoka Dadora unakuja town hata una reason ulikuja kwa town kwa nini au ukuje tu upigwe tu risasi. Maana when you are empty you are prone to die prematurely. When you are empty, you are prone to be finished anytime because there is no protection. When your identity imetolewa kutoka kwako, there is no protection because we are guarded by angels depending on the identity and the calling that we have. You have a calling. Na katika hiyo calling yuko nayo, hiyo ndio inakufanya wewe ujulikane kule biguni. Na hiyo calling ndio wanashughulikiaga. Unasikia sasa nilikuwa kuna mama nilimpatia kakijiti kama kidoli. Alafu nikamtafutia matawi akatafuna matawi ya mti mwingine inaitwa moga. Nikamsiagia hivi, nikamweka hivi na nikamsiagia dhafai. Hivi mzuri nikamweka na kamuti akatafuna, alipata mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. So in me, there was something that was in me. When I applied it in the spirit, it worked. So I was being given comfort in the world of the devil, not so that I may not discover what I am in the world of God.
So you be given some comforts wherever you are. Ndio usijijue. Ukienda kutoka hivi unapata kimonome kiko na kile jiraba kinakusimamisha. Madam, how are you? Unaenda wapi? Unasema naenda pande ya Kayole. Anakuambia can I give you a lift? Yeah. Ukiingia kwa gari unakuta hapa chini kimebaki kisanduku kibeba noti. Na sasa hiyo ulikuwa umekuja town kutafuta ango yako akulipie rent. Na unaona pesa iko hapa. Kijamaa kikikwambia story yote utawachana na hii pesa. Na unakumbuka nyumba imefugwa. Na unakumbuka siku mbili haujakula. Hata hujaoga unanuka. Kijamaa kinakupatia. Sasa kuna kitu hujaelewa. Alijuaje? How did he? Kwa nini hiyo gari ilidriviwa mahali ulikuwa unapitia? Alijuaje wewe? Alipita wanawake wangapi ndio kumonitor wewe ndio kuweke ndani ya gari? Bwana Yesu asifiwe sana. That is how the monitoring spirit, they monitor you wherever you are, because you are a marked person. And when you are a marked person, the monitoring spirit zinakufuataga mahali popote na zinakuconnect na ulimwengu ule mwingine. So utaletewa kimutu kiko na rejilaba, maana wanajua uko na shida ya rent. Kimutu kiko na rejilaba kinakupatia 30,000, kinakwambia nenda ulipe nyumba, unalipa, na kinakununulia simu, kinarudi kinakupigia jioni, uko wapi nikuchukue? Utakataa kwenda? Na mwanzo na hakuna kitu umepatiana, umechukua dhate, nyumba imelipwa, na kinakwambia kinataka kukubadilishia maisha, kikutoe huko na kaga kikupeleke estate nyingine ambayo iko na gate peke yake. Wewe hata kama ni wewe ukisikia hivyo, na wewe itigivie, utakataa? Niambie. Tuweka Ukristo chini kwanza, anguka kwanza kidogo, wacha kupretend. Hata kana nyinyi mmeokoka hapa, ukisikia rogoro haja hena kimundu kina pesa ciothe heri, si utathink twice? Yes, utafikiria tena na tena. Na angalia pesa hivi, unasikia mate inaanza kuteremka peke yake. Na macho inaanza kufanya nini? Inaanza kufanya, na mdomo inaanza maana wanajua. The monitoring spirit, they understand what language do you hear. They don't come with a language that you don't hear. They will come with a language that you listen. Kama yako ni language ya pesa, they come on that line. Maana they look at the what? Wanaangaliaga from your lineage. Bwana Yesu asifiwe sana. When the demon, they want to attack you, they don't just attack you. They have done a spiritual mapping. Wanafuata from the lineage. Wewe umetoka kwa lineage gani? Kama sasa kwenu ni kwa polygamous, they understand the lineage of polygamous. Ni watu wanapenda wanawake ama wanapenda wanaume. Bwana Yesu asifiwe. So you never be attacked na pesa. Hawatashughulika na pesa, watashughulika na laini ya ngono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa Yesu ametoka lineage ya Juda ndio Jakobo ndio nani? Isaka ndio nani? Abraham. Angalia hiyo lineage ni ya usherati. Abraham mwenyewe alilala na maid, akaleta kijana kanaitwa Ismaili, kanatusubua sasa, ndio wamekataa kujenga kwao, wanaleta watoto wao wakuje wasomee kwetu, ndio waibe akili zetu, ndio wakuje watupige tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka kwa Abraham unakuta kwa Isaka na yeye alikuwa namna gani? Alikuwa the same man. Kutoka hapo angalia Jakobo ameenda ameoa dada wawili, amechukua maid wote, wamekuja wamefanyika nini? The 12 tribes of Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. So the monitoring ina monitor kuja kwa Juda alilala na mtoto ya bibi ya watoto yake, ndio azae watoto Zera na nani na Perez. Kutoka hapo ndio lineage ya Jesus imeanza kutokelezea. Alafu alilala na kamaraya, hako kamama kalijifanya kakaenda kamaraya, kakakaa kwa road junction. Ndio huyu mzee aende kwa hiyo road junction. Ni nini kilimsukuma apitie kwa hiyo barabara? Na ni nini haka kamama bana kalienda kakajificha, kakajifunika, sijui ni buibui kalivaa, kakajifunika, hata mzee hakuweza kuidentify voice ya huyu. Yaani unaweza kakaa bibi ya watoto wako wawili, uweze kukushika sauti yake, ni ngumu. Lakini spirit ambayo ina trap the system ya familia ilifanya mzee hakuelewa. Mzee mwili ilikuwa kuchamuka, hakutaka kusikia. Akamama alipokapata akakamwambia, na kukumbuka bibi yake alikuwa amekufa. Kwa hivyo the same spirit ndio iliua bibi, maana ile kitu walikuwa nataka kuswap the destiny ya hii familia. Bwana Yesu asifiwe sana. So mzee alipofika kule akaona kamaraya for the first time, na mzee ndio mzee wa kijiji. Juda ndiye alikuwa mzee wa kijiji, chairman wake wa nyumba 10 huko. Kwa hivyo anajua huko hakunaga maraya, lakini alipata kamaraya. Akaanza mzee alianza tu kutetemeka.
akaambiwa, mama akamwambia, sasa wewe ndio mimi nakubali, lakini utanipatia nini? Mzee akamwambia, mimi sina kitu sahihi, lakini nikikibia nyumbani nitakuletea kabusi. Akasema, hapana, kama ni hiyo nasema, basi utawacha nini? Maana umekuja, utawacha nini? Kama mama kalimwambiaje? Nipatie nini? Lete. Na unipatie nini? Mkwajo. Ndio nijue hakika utatumana. Kamuse, maana huku kama hakuna maraya, hakukuwa na maraya, si ndio? Kwa hivyo kuna roji, ni kweli. Walienda wapi? Na hao maigo ya ine. Hapo wakaenda wakamaliza haraka na akakarudi. Just a small trap they need to destroy you. Mama alichukua pete na akachukua mkwajo. Why? Mzee alipofika kule akatuma rafiki yake anaitwa sijuni, aitwa Abdurraham, akamtuma peleka busi. Kuna kamama kako pale, akamwambia, nimefanya maneno pale, peleka hii busi. Kufika huko Abdurraham kuuliza, aliambiwa hii area hakujawahi kuonekana a prostitute. This area. In fact, we can interrogate you now. Why are you going to bring blasphemy kwa hii kijiji yetu? Hakujawahi, na hakuna boma, hakuna mwanamke hajaolewa hapa, wote. Na wale hawajaolewa ni todirage. Hapa hakuna maraya. Hallelujah. Remember, this was a prostitute. Akakaa mahali to trap the man. And how did the man feel? Akajipata karibu na huyo mama. Alipita wapi? Ni nini ilimuzungumzia pita hii njia? It is the monitoring spirit that keeps monitoring you to take you to where they are going to hit you. Mzee akaenda akafika huko akapata maraya. Lakini baadaye ripoti ilikusemekana gesha gekeu getile maraya. Wakarudisha busi. Na immediately now you can see the connection, how they divinely connect the connection. Immediately hiyo ya kama igoya tebo ikaigia, miba ikaigia. Hiyo tu moja. Yana hapo miba ikashika. Na ikashika vitoto vingapi? Viwili. Sasa miezi miwili mitatu mama akaanza kutembea kama nani? Kama rafiki yetu hapa. Akaanza kutembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaanza kufura. Ikaanza mzee akaangalia, akalikuwa huyo mwana, huyo msichana na nimemweka ndio katoto kagu kakuja kulala na yeye walete bego. Maana the intention was to maintain this woman ndio azalie mtoto wa kwanza. The whole issue is about giving birth because of the first son, because the first son ndiye alikuwa produce king kulingana na prophetic word ya Jacob. Maana Jacob aliambia Juda, wewe ufalme itatoka kwako. Kwa hivyo it was intentional that mtoto wa kwanza huyu ndio atazaa mfalme. So they were looking for the mfalme. Ndio mtoto wa pili wakati jamaa alikufa, shetani akamaliza mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili akaambiwa, sasa chukua huyu mdada, ni bibi ya ndugu yako, wende ulale na yeye, uzalie ndugu yako. Si watoto wako, uzalie nani? Ndugu yako. Yeye akaangalia, mimi niende nimwage mbegu yangu nisalie ndugu yangu? Akasema hapana, alimwaga chini. Masturbation. Ndio mnasikiaga mtu wa masturbation, spirit ile na kuingia ni ya kifo. Utakufa prematurely kama umefanya hiyo masturbation. Ndio unaona mtu akifanya wakati umeitua biashara, wakati unaenda kupata breakthrough, unajikuta unafanya masturbation. Na hiyo breakthrough ukifanya tu kimaliza, unasikia ile kitu ulikuwa unaenda kufanya kesho imeanguka, imeharibika, because it brings the spirit of death. Wakati alifanya masturbation, Mungu akakasirika, akamgonga. Sasa ukasemekana kakijana kale kako ni kadogo, kawekwe na mama awekwe, baka kakuje kakue machua, ndio kakuje kalale na mama, because of producing a king. They were chasing for the king. But also there was another spirit haunting the family to make sure the king will never come, because they wanted to implant a spiritual mistake, a spiritual blunder. So mzee wakati alienda pale akarara na kamama kaliko kaka akanaongojewa mtoto. Mzee yeye hakusita. Kijana wa kwanza alipiga madraw, kaenda draw, nothing worked. Kijana wa pili alimwaga chini. Mzee hakuenda draw, one touch ikatoka bili. That is how the devil will try and destroy you. Inameki kila kitu inaonekana real. Inaonekana mpaka unasema unaona? Nilifika tu hapo maneno ikabadilika. Niliinua tu mkono hivi mambo ikabadilika yote. Kumbe it is a trap. It is a system of the devil to make you feel like you are important. Mzee baadaye, kwa sababu ndio mzee nyumba 10 akaona mama ameanza kufanya nini?
Ameanza kurusha tubu, imeanza kurushwa nje. Akaita mama akamuuliza, mimi naona nguo hii ikirushwa, kwani kuna nini hapo? Akasema, mimi naona ni kama niko mjamzito. Mzee jasho ikateremka. Akamuuliza, ati mimba itoke wapi mimba? Na si unajua wewe kijana yule ndio tunaogojea ndio akupatie mimba. Umeenda kutoa wapi mimba? Akaita wazee akasema, haka kama mama lazima akakufe. Yule ambaye ameweka kama mama mimba na haka kama mama lazima wakufe. Akaitwa mkutano, akaambiwa kuja tuelezee mimba ni ya nani. Akasema, akambia mzee, sasa mzee ndiye chairman, na wakatoa resolution wanasema yule ameduka na mimba na mduguo lazima wakufe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama kaomba ruhusa tu, akasema yaona. Mzee sasa ndio yaona. Ningekuomba tu nipatie dakika ngapi? 2. Nikimbie kwa nyumba alafu nikuje. Akasema vijana, pelekeni yeye. Kama mama kakaeda mahali kaliweka mkwajo na mahali kaliweka pete. Kakazichukua 2 zote, kakaletea mzee. Kakaambia mzee, mwenye hii mkwajo, na mkwajo inajulikana ni ile ilipatiano na Yakobo. Akaambia, this scepter will never depart from you. Mkwajo, kwamba mkwajo ni nini? Mkwajo ni mudhegi, the power. Pete ni nini? Ni covenant. Kama mama kalijua, kakashika power na kakashika covenant. That is how they will capture you, to make sure you don't ascend to the prophetic word over your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Juda aliambia watu, gai kweli. Sasa bwana anajaribu kuimagine ni wapi. Lakini sasa ameona mkwajo, ameona nini, akakumbuka mahali pale. Akakumbuka kale kamaraya. Kumbe ni yaka. But the question is, alishindwa kuelewa sauti ya mtoto yake. How? Alishindwa kabisa kuelewa, hata kusikia hata instincts. Angalia na mtu anaitwa naye Jesse, the same family. Jesse alilala na mke wake na hakujua amelala na mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alilala na mke na hakujua amelala na mke, maana alikuwa amekosana na mke. Sasa huyu maid ambaye alikuwa anachukuliwa badala ya mke, akaambia mke wa Jesse, kwa sababu inajua hapa hautarudi. Wewe kuja, uingie hapa, ufanye ya mwisho, wewe ufanye nini? Uende, maana hapa vile nimesikia hii nyumba hautarudi tena. Mzee alikuja kama akapatiwa, I think alipatiwa muratina akalewa. Alikuja Jesse siku hiyo, maana anafikiria ni kamaid. Mzee alifanya kazi hajaifanya, maana anafikiria ni nani? Ni maid. Kumbe saa hiyo ndio bego ile inatakikana ya Daudi iko, ndio saa hiyo ndio inakuja. God knows how to protect things, but also they know how to detect things. Mama akadugwa miba, alipodugwa miba akafukuswa. Sasa after 3 months Jesse anakuja anasema, ile dimwelaka mambo tumione mumaraya. Angalia yako na miba. Ametoa wapi miba? Mimi sijailala na yeye. Tuko na 12 years. I've never seen this woman. Angalia sasa ako na miba. Nilisema huyu mama ni maraya. Huyu anafaa kunyogwa. Huyu mama ni maraya. Kumbe ni yeye. Maana na alifanya, na akikumbushwa kama alikubushwa. Siku hiyo alisweat. Akijitahidi. Lakini alifanya kazi kwa sababu ya kuproduce David. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God also knows how to rescue you. You may find yourself in a tough situation, in a difficult moment, but God will do his tricks mpaka ukuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiweza kuhesabu genealogy of Jesus Christ, ufungue Matthew chapter number 1. Uta understand. This what happened between Judah and Jacob, and whatever transferred in kitu kinaitwa a spiritual mistake. So most of us tumefanya kitu inaitwa spiritual mistake. Kama hiyo sasa tulikuwa walienda karara na mtoto huyo, na hiyo wengine walikufaga. These are spiritual mistake that happen in our lives. Hiyo kutoa mimba is a spiritual mistake. Hiyo kukoni, kama hiyo nilikuwa na koni watu, it was a spiritual mistake. Whatever I was doing in Mungike, it was a spiritual mistake. Whatever hiyo ulikuwa nauza mwili yako, it is a spiritual mistake, because a spirit has been involved. When you do a spiritual mistake in life, the punishment goes to the 10th generation, not 5th generation. Bwana Yesu asifiwe sana. When you find yourself ulitoaga miba, hiyo mashida yako itakupeleka 10th generation.
Kama ulijipata katika hiyo spiritual mistake, hiyo vitu kama hizo, not until you repent and reconnect back to God, you will go generation 10 zitaumia kwa sababu yako. And maybe why you are going through what you are going through, it is because of a lineage of a spiritual mistake that happened in your life. Kumbuka, this is a prophetic word that was prophesied to who? To Judah, that kutoka kwa mudhilimo yako utatoa wafalme, and the scepter of power will never depart from you. Yani mudhegi wa dhamaki will never get out of you. You will forever, your lineage will produce kings. But the first wife did not produce a king. The second lineage never produced a king. I want us to read the book of Matthew chapter 1. Ndio niwaonyesha how it costed the entire system of God to go through a blackmail ambayo ilipeleka 10 good generation before we had a king. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tusome hapa kitabu, naona wamekataa kutuwekea screen. Siku hizi niko na mashida mingi, lakini tuliambiwa tusirudi kusema tuko na mashida. We change the situation. I hope God will change this situation for me. The genealogy of Jesus Christ. Hallelujah. Remember, Jesus Christ is a genealogy that is meant to produce the king. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want you to understand how a spiritual mistake will affect the blessings of God in your life. That yes, it is you who was prophesied to, but utakuta ni mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto wako ndiye atakuja kupata hiyo kitu that was prophesied to you. Wali prophesy utaenda America. Wali prophesy utakuwa tajiri. Wali prophesy you are going to become somebody. But now, because of the spiritual mistake that happened during your lineage, unapoteza the rights until the 10th generation. And now let us look at this 10th generation, ndio uelewe where mahali mulikosea na mahali mambo ilikupitia. The book of Matthew chapter number 1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob, and Jacob was the father of who? Judah. Yeah? Aya, tutaanza kuhesabia kutoka kwa nani? Kwa Judah. Maana yeye ndiye alitabiriwa. Sasa kutoka kwa Judah ndio tuanza kutafuta mudhamaki from Judah, because Judah ndiye alipatiwa unabii. Tunataka tutafute mudhamaki mpaka mahali atapatikania. Sasa Judah is the father of Perez and Zerah by Tamar. Sasa hawa ni wale watoto walizaliwa pale kwa Maigoya. Sasa hapo ndio genealogy inaanza. Uzao wa kwanza wa Judah umeanza. So tuanze kutoka kwa nani? Kwa Zerah. Nikisema hiyo sasa semeni 1. Alafu tuende Perez, the father of Heron, sema 2. Heron, the father of Ram. Ram, the father of Aminadab. Aminadab, the father of Nahashon. Nahashon, the father of Salmon. Salmon, the father of Boaz. Boaz, the father of Obedi. Obedi, the father of Jesse. Jesse, the father of David. The 10th generation, ndio tumepata king that was supposed to be in the first generation. And then the generation then was 150 years. So how many years zilipita ndio mfalme apatikane? Yeah? Yeah? Mathematicians, nyinyi nyote mlianguka hesabu. Bethel Clouds TV, empowering lives.